Kwa hivyo tuko Turkana County. Turkana County ni county ya aina gani? Cheki pale vile. Turkana County ni county ya aina gani? Nilikueleza hapo awali kwamba ndio county nambari 2 kwa ukubwa zaidi hapa nchini Kenya. Na ni county ambayo ni unique vyake. Kwanza, county headquarters za hii county ni Lodwar. Kwa hivyo ukisikia Lodwar inapatikana Turkana County. Chingine wanasema kwamba kulingana na estimate ya population 2025, wakiestimate pale vile Turkana County iko na watu takriban 1.2 million people ambao wanaishi katika Turkana County pale vile. Haya, wakajaribu kuangalia pia main ethnic group pale vile, ambazo zile groups zinapatikana sana pale vile ni Waturkana ambao wako Turkana County pale vile. Wakacheki haya. Gavana kwa hivi sasa ambaye yuko mamlakani pale vile, ukimsikia jamaa anaitwa Jeremiah Lomorokai pale vile, unajua kwamba huyo ndio gavana kutoka upande wa Turkana County. Kajaribu kucheki pia vile pia ni county ambayo ina boda, majirani wake ni kina nani. Ndio bana nikakwambia hapo awali kwamba it is a unique county because ukiangalia Turkana ina boda South Sudan to the north. Yani nchi ya South Sudan pale vile pia ni majirani wa Turkana County. Haya, ukija kuangalia pia Turkana County pia ina boda pia nchi ya Uganda to the west. Yani imeboda pia na mpaka Uganda pale vile to the west. Haya, ukija kuangalia the same county pia bado pia imeboda pia na Ethiopia to the northeast pale vile. Yani ni county ambayo imeboda na nchi tatu hapa barani Afrika. Baraka imeboda na Southern Sudan, imeboda na Uganda na imeboda na Ethiopia pale vile. Majirani wake hapa nchini Kenya ni kama kina nani? West Pokot pia ni majirani wa Turkana County, Baringo County pia ni majirani wa Turkana County, Samburu pia ni majirani wa Turkana County pale vile. Yani it's a very unique county, I like it, I love it by the way. Alafu kia kuangalia weather pattern yake, it is hot and dry. Mimi mwenyewe nishai kwenda Lodwar pale vile, it can be very hot kwa mpigo tena zaidi. Haya, tukiangalia vile pia major physical features zile ambazo ziko katika Turkana County pale vile, unakuta kwamba kuko na Lake Turkana, ambapo Lake Turkana ndio the world's largest desert lake. Yani ipo pia katika ramani pia za ulimwengu, yani ndio ikiwa kwamba ndio lake kubwa zaidi ambayo inapatikana katika sehemu ambazo ni za desert pale vile. Kuko pia na Takwa River inapatikana upande wa Turkana County pale vile. Kuna Suguta Valley. Wewe mwenyewe umesikia kumbe Suguta Valley ni valley ambayo inazungumziwa sana kuhusiana na masuala ya cattle wizi wa mifugo, at the same time pia insecurity. Suguta Valley ni kitu ambacho kimezungumziwa sana katika Turkana County pale vile na masuala mengineo. Natural resources ambazo zinapatikana katika Turkana County kama vile oil deposits, imezungumziwa kuhusiana na mafuta upande wa Lokichar Basin pale vile, ngamia 1, ngamia 2, mafuta kuchimbwa hapa nchini Kenya. Yote hayo ni upande wa Turkana County. Lake Victoria vile pia, na ukiangalia pia hawa ni watu ambao ni wafugaji by the way. Kuko na ng'ombe, kuko na camels, kuko na mbuzi, kuko na makondoo ambao zinapatikana upande wa Turkana County. Fishing pia ni moja wapo ambao pia iko upande wa Turkana County. Na wewe mwenyewe ukisema kwamba wacha basi nikatembee Turkana County, baadhi ya vile vitu ambavyo unaweza tarajia kuona vaki utalii ni kama vile Lake Turkana unaipata pale upande wa Turkana. Alafu vile pia kuna kitu ambacho kinasifika sana upande wa Turkana ambao ni Turkana Cultural Festival ambayo inakuwa inafanyika upande wa Lodwar pale vile. Turkana ni wakati wenu jamani, na kama kawaida huwa tunapenda tuanze na simu, tusikie kwanza wakazi wanasema namna gani. Alafu baada ya simu pale vile pia nitakuwa nazungumza pia na mheshimiwa pia kutoka upande wa Turkana kupitia katika line ya simu. Mheshimiwa pia nitazungumza naye pia kutoka upande wa Turkana kupitia katika line ya simu, na huyu mheshimiwa basi ni MCA kutoka Turkana County pale vile, ambapo anaitwa Samuel Lomodo. Yani mheshimiwa Samuel Lomodo ambao ni MCA kutoka upande wa Lokichar wa Turkana County pale. Unakaa standby, nitakupigia simu pia vile pia tusikie uko na gani ya kutuambia baada ya wakazi kusikia sauti za wakazi kutoka upande wa Turkana County. Turkana kama kawaida unaweza kuongea na mimi kupitia katika 0793 047 047 ama 0783 047 047 pale vile, tusikie wakazi wa Turkana County wanasema namna gani. Kila siku watu tunakuambia ikikuwa ni wakati wa county edition, wewe kama uko Nairobi
patiana nafasi. Kama uko Nakuru, patiana nafasi. Uko upande sijui wa Taita Taveta, patiana nafasi Mombasa. Because utatuambia nini kuhusiana na Turkana County jamani? Leo ni siku ya wakazi kutoka upande wa Turkana County, na kama kawaida ukiwa unatuelezea kuhusiana na shida, kuwa specific, hii shida iko upande gani? Na kama vile vile pia una address, kama ni mbunge pia mwambie pia una address mbunge, kama ni MCA, women rep, kama ni governor, na wengineo viongozi ambao wanapatikana upande wa Turkana County. Simu ya kwanza. Hello Radio 47. Hello, amekata simu huyu, manake atoki Turkana. Ni kimbelembele tu kinamsumbua. Usisumbuliwe na kimbelembele, tulia. Hello. Habari ya asubuhi. Jema sana. Naongea na nani? Mimi naitwa Mwashumbe, wewe unaitwa nani? Hello? Hata pia watoke Turkana, ni kimbelembele tu kinamsumbua. Tulieni tusikie kuhusiana na Turkana County. Tulia tusikie kimbelembele, wachana nayo kimbelembele, tulia tusikie mwingine anasema namna gani. Hello? Halo? Hayuko tayari? Hayuko tayari. Sauti ambazo nataka kusikia ni sauti za kutoka Turkana County. We kama utoke Turkana County, tulia 0793047047 ama 0783047047. Lakini hapo awali pia reporter wetu ambaye yuko upande wa Turkana pia ana sauti pia za kutoka Turkana, tusikie pia. Hii ni mojawapo ya sauti ambayo inatoka Turkana kutoka kwa wakazi. Je, wanasema kitu gani? Viongozi wetu wachukuliwa hatua, na sio hatua kuenda kuhojiwa huko. Hakuna mtoto anaenda shule, uhalifu bado inaendelea. Wakati mtu anaona gari kubwa, anajua majangili bado wako. Wanaleta gari, sijui unaleta nini. Hiyo kitu hakuna kitu atakusaidia. Ni wakubwa wakae, wasukumise mdomo moja. Hii bunduki ni viongozi wanapeana hizi bunduki na marisasi. So si nasema hii viongozi ambao wanapeana bunduki chini na marisasi waache hiyo maneno na waachane naye kabisa. Okay. Hiyo ni mojawapo ya sauti kutoka upande wa Turkana. Tusikie nyingine pia inasema namna gani. Wakati Kindigi alikuwa waziri wa interior, Kindigi alikuwa akisikia mauaji yakifanyika, Kindigi anashuka na amani inapatikana. Kwa nini Murkomen umesembea? Kwa nini Murkomen umenyamaza? Ama ni nini inaendelea? Kama mambo ya gold ndio imezusha tena vita kati ya Turkana na Pokot, kama hatuwezi kushirikiana pamoja tufaidike kupitia hii madini, kila mtu agawiwe sehemu yake. So ninaomba serikali ichunguze hii mambo ya gold na serikali iingilie kati. Hii ni bugdha ambayo imetokea hapo awali. Maana tumeona kwamba kumekuwa na purukushani pia upande wa Turkana pale vile. Kuna gold imetajwa. Je, hii gold inaleta bugdha ama kuko namna gani? Sauti nyingine pia acha niicheze pia kutoka upande wa Turkana County. Juzi tumekuwa na matamshi ambayo ilikuwa inaendelea baina ya viongozi ya West Pokot na viongozi wetu wa Turkana. Na haikuwa mzuri. Na wakati mbio uchochezi inaendelea, huku chini watu wakiendelea kuumia. Leaders wa Turkana County, leaders wa West Pokot County, kweli kabisa mkiwa leaders, hivyo ndio mtatulead, mtaleta amani kweli. Amani itapatikanaje? Kabla haujatamka neno, jaribu kupima neno hilo uweze kuona kama litaleta amani ama itachochea vita. So naenda kuokoa mtoto ambaye ako innocent. Viongozi vile vile pia wanaelekezewa pia kidole cha lawama pia na wakazi kutoka upande wa Turkana kuhusiana na matamshi ambayo huenda yakaleta bugudha katika Turkana County. Wacha nichukue simu nione kama ni mtu kutoka Turkana. Hello, good morning. Halo. Habari ya asubuhi. Nzuri ndugu yangu, habari wewe? Mzuri sana. Mimi naitwa Mwashumbe, wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Moses Lokar kutoka Turkana Central. Moses Lokar kutoka Turkana Central. Yes, mimi maoni yangu kuhusu issue wa Turkana, kwanza insecurity ni namba moja. Ndio. Namba 2 kuna ukosefu wa maji, shida ya maji. Ndio. Namba 3 siasa duni, wanasiasa wanafanya siasa uchochezi. Kama maeneo yenye niko kuna shule inaitwa Napu, hakuna maji, shule yenye imekaa zaidi ya miaka 20. Mheshimiwa MP kutoka Central ako labda kilomita 2 kutoka hapo. Wanafunzi wanahangaika, wanatafuta maji kwa mabohol. Na saa hii maisha saa hizi 21st century tuko maisha shule yenye iko Central na haina maji. Uchochezi. Janga kuu tena ni uchochezi, wanasiasa waelewani. Okay. Hiyo ndo tatizo mimi naelekeza nao, yani wawajibike, wameenda kufanyia watu kazi.
si uchochezi na siasa yenye haina maana. Watu wanauawa kama nzige huko. Okay. Wawajibike na wafanyie watu kazi. Asante Hiyo sana. ndo maoni yangu. Asante sana, maoni yake kutoka upande wa Turkana pale vile kwamba shule haina maji. Alafu swala hili pia la uchochezi pia limejitokeleza sana kuhusiana na viongozi kutoka upande wa Turkana. Nichukue nyingine tena pale vile. Hello, good morning. Hello. Hello. Habari ya asubuhi. Salama sana. Naongea na nani katika laini ya simu my brother? Unaongea na David Akiro kutoka Turkana. Kutoka Turkana upande gani David? Katilu Ward, Katilu Turkana South, Katilu Ward. Okay, Turkana South, Katilu Ward pale vile. Yako ni gani ya kutuelezea David? Mimi ndugu yangu ningeweza kusema kwanza, kitu ya kwanza Turkana South kwetu Katilu Ward kuna shida ya usalama. Kuna vita baina ya majirani wetu Pokot. Watu wanauawa kwa wingi. Mashule zimefungwa. Wanafunzi wapate nafasi mzuri ya kusoma. Okay. Namba pili, maybe ningezungumzia mambo ambayo yanafanyika katika kaunti yetu Turkana. Ndio. Kama vile mambo ambayo gavana wetu Lomurkai Jeremiah amefanya katika kaunti yetu tangu alipochaguliwa mwaka 2022. Tangu gavana wetu achaguliwe tumeona maendeleo ambayo amefanya katika ward yetu ya Katilu. Ndio. Kuna irrigation scheme ambayo iliwekwa hapa ya Katilu tangu ilipoanza zamani sana. Juzi niliona milioni 30 iliwekwa katika ward yetu ya Katilu ya irrigation scheme. Na saizi tunaona tumeelekea wakati wa kufuna mahindi. Okay, kwa hivyo mmepanda pale vile. Tumepanda saizi mahindi, hata tunataka kuanza kuleta mahindi yetu kutoka Turkana tupeleke Kitale kuuza huko. Unajua ukimwelezea Mkenya kwamba mmepanda paka mahindi na vile Mkenya anavyojua kwamba Turkana kwamba ni eneo ambalo ni kame zaidi. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba the project ambayo mheshimiwa gavana Jeremiah amefanya pale vile inawasaidia sana wakazi wa Katilu. Imetusaidia sana wakazi wa Katilu pamoja. Tuseme tu wakati Turkana mzima tumefaidika kupitia hiyo irrigation scheme ya Katilu. Kuna irrigation scheme pia ya Turkana East ambayo iko Morlem. Ndio. Iliyoko pia 30 million. Kwa hivyo kwa ufupi unatuambia kwamba kuko na shida lakini pia kuko na mazuri ambayo yanafanyika upande wa Turkana. Kuna mazuri tu ambayo yanafanyika, lakini ni ile tu changamoto ni mambo na insecurity ambayo inaharibu maendeleo ya Turkana. Asante sana. Thank you very much my brother David. Asante sana. Huyu ni David wa Turkana. Like it, yani simu kwa hivi sasa zinatoka kusikia hata pia mahindi pia yanapandwa upande wa Turkana pale vile. Tusikie nyingine pia kutoka upande wa Turkana. Hello. We Turkana bwana, reverse call yezi bana kwa redio. Turkana simu mheshimiwa. Hello, good morning. Morning. Habari ya asubuhi. Salama sana. Naongea na nani katika redio? Naongea na Patrick kutoka hapo kwa wapi Lodwa? Mimi niko township. Uko pale vile. Gani ya kutuambia kuhusiana na Lodwa Turkana County? Mimi kwanza yangu nataka kushukuru gavana wangu. Ndio. Jeremiah Nopotikan. Kwa kutupatia maji town mzima. Na unajua Lodwa ni town moja kubwa sana ambayo ina mpaka mingi. Ndio. Iko na Sudan, iko Ethiopia, iko Uganda, iko na mingi sana. Lakini tunasema Napotikan 2 terms. Okay, kwa hivyo unasema kwamba gavana amefanya kazi, maji kwa hivi sasa mnakunywa upande wa Lodwa pale vile. Tunakunywa maji sana. Okay. Sawa sawa, pia ni good news kutoka upande wa Turkana pale vile. Maanake kuna wakati kulikuwa na shida maji na kuna wakati pia utafiti ulifanyika ikasemekana kwamba wamezindua maji mengi zaidi katika hii kaunti ya Turkana, maji ambayo yanaweza kunywesha nchi nzima. Hello, good morning. Habari ya asubuhi. Hello. Naongea na nani? Naongea na Francis Rio. Francis, uko upande gani Turkana baba? Mimi niko maeneo ya Kanam Kemer na Rewa village. Uko Kanam. Yako ni gani? Wale ambao wanapiga simu wanasifu kwamba kuna kazi zinafanyika upande wa Turkana, kuko na maji, kuko na irrigation. Je, wewe unaongea namna gani kuhusiana na shughuli ambayo inaendelea upande wa Turkana? Huku upande wa Turkana
Sawa, tulishachagua gavana, Mm. anachapa kazi yake. Mhm. Ni mbaya. Shida tu ni uhaba wa maji. Mhm. Sana sana sehemu yetu hii kijiji cha Narewa. Mhm. Watu mostly hata mfereji zetu zimekauka sana. Mm. Tangia wakati wa Njoroge akiwa minister wa maji, Mhm. tulikuwa tunapata maji, lakini sasa hii mambo ya Lowasco maji imekuwa uhaba sana. Sasa maji imekuwa ni inacheneliwa kwa mabwenyenye ndio wanapata maji mostly, lakini sisi wa familia ya chini maji tunabahatisha maji sasa, mpaka mostly huwa tunanunua. Na mimi nakuuliza aje? Ndio. Kuna jamaa kwa hivi sasa amepiga tu simu sasa hivi before upige, na amesema yuko Lodwa. Na amesema Lodwa kwamba kwa hivi sasa kwamba they enjoying this water in Lodwa. Na nikiangalia tu Lodwa town na Kanam sio mbali, maana mimi nimekuwa nishaikuwa Lodwa. Sehemu ya township haina shida na maji. Mhm. Hii junction, Kerio Junction, njia kwenda Cultural Festival. Mhm. Kuna most of the villages in there hazina maji. Kwa hivyo ni kuelekea to the beach. So mostly my village hapa penye ambapo nakupigia simu sasa hivi. Ndio. Fereji zetu zimekauka, hazina maji. Hata tumejaribu siku nyingine tukafanya demonstration ya maji, tukaambiwa tutashughulikiwa, tukafunguliwa maji siku moja. Tangu tufunguliwe hiyo siku moja tujawahi pata maji tena. Kwa hivyo unamaanisha kwamba piping ipo mpaka pale ulipo, lakini shida ni maji kufunguliwa kuja kwenu. Maji tuko na pipe za maji, ndio tuna mfereji pia, lakini maji ndio tatizo yetu. Asante sana, thank you very much my brother Sawa. Anasema kwamba maji yapo, pipes zipo lakini hazina maji. Na mwingine anasema kwamba township kuko na maji. Acha nichukue nyingine kabla nimpigie mheshimiwa. Hello, good morning. Hello. Habari ya asubuhi. Salama sana. Ni namba kweli? Ndio namba ni Radio 47, hapa ndipo Mwashumbe hapa. Yes, Mwashumbe, habari? Bwana safi sana, mtu mzima. Mimi naitwa Fanuel. Unaitwa Fanuel, uko upande gani ndugu yangu Fanuel? Mimi natoka Kainuk. Unatoka Kainuk? Ndio. Kainuk ni kana kamba unaelekea boda gani hapo? Hapo karibu West Pokot. Karibu West Pokot boda. Yes. Sasa Mashumbe, mambo yetu ni mbaya. Mambo yenu ni mbaya kivipi hapo Kainuku, my brother? Mambo ya vita tu. Na hii vita inaletwa na nini? Since wewe uko hapo Kainuku, hii vita inasababishwa na nini, my brother Fanuel? Ni mambo tu ya resources. Kila mtu anapigania tu ile anaona. Kwani nini mnapiganiana hapo Kainuku, my brother Fanuel? Na ni kama hii mambo ya gold ndio imeleta shida. Hii gold kwani? Sasa ndio mmejua kwamba kuna gold ama imekuwekwa kuanzia zamani? Imekuwa kitambo. Though ilikuwa inatolewa in small scale. Okay. Lakini sasa unajua sasa hivi hapo watu ambao wanashughulika. Ndio. Ni kama ndio imelipuka, tunasemanga imelipuka. Okay. Lakini mimi niko na wazo moja kwa wa leaders Hii issue ya kuongea isaidii. The only thing ni kuketi chini na kuenda kutafuta solution. Okay. Yeah, that is the only way. Lakini mambo ya lawamiana, it will not help. Okay, na ngoja nikuulize aje. Yes. Is it a fight between West Pokot na Turkana, ama hii fight ni Mturkana kwa Mturkana mwenyewe wanapigana wakianganiana hiyo gold? Vitu imekuwa kutoka kitambo. We are just fighting among our communities ambayo wanatukaribia. Ndio. Ambao ni majirani. Ndio. Yeah, ni kitu imekuwa kitoka kitambo. So, but sasa imekuwa worse because leaders badili wakae chini, watafute solution. Hawa ni kupiga tu kelele. You know that one will not help. Okay. Yeah. Asante sana. Thank you very much my brother Fanuel, Thank you. Wacha ni vizuri sana wale professional wakuje waketi chini wajadiliane, kwa sababu si vizuri kila wakati tunapoteza watu. Okay. Asante sana. Acha sasa nimpigie mheshimiwa. Hapo nikwambia kwamba nitakuwa na mheshimiwa anaitwa Samuel Lomodo, MCA Lokechar ward pale vile. Tupate kuona je, shida ni nini? Shida kuu ni nini? Maana kwa hivi sasa kuja kusikia kwamba hali ya masomo imetatizika upande wa Turkana pale vile. Mitihani inaendelea, kwa hivyo inakuwa pia ni bugdha kidogo hata mitihani kufanyika pale vile. Hata yeye yuko in a better position kutuelezea zaidi, na vile vile pia tuelezee pia swala zima pia la insecurity pia limetajwa sana.
pigia kupitia katika line ya simu. Kwa hivyo mheshimiwa, kama unanisikiliza kwa hivi sasa, wewe ndio nakupigia. Baada yake ndio hiyo. Iko sawa. Hapo kwa fit sawa kabisa. Simu yake inaitana. Mheshimiwa Samuel Lomodo, MCA Lokichar Ward pale vile, unakutafuta kupitia katika line za simu. Hello. Halo mheshimiwa. Yes. Habari ya asubuhi. Mzima kabisa, nashukuru. Natumaini kwamba naongea na mheshimiwa Samuel Lomodo, MCA Lokichar Ward. Ndio. Mimi naitwa Captain Emmanuel Bonsumbe. Yes. Na nakupigia simu kutoka Radio 47 hapa ndipo. Yes. Na leo tuko na kitengo ambacho kinaitwa County Edition mheshimiwa. Yes. Na tuko upande wa Turkana County. Ndio. Tayari kama ulikuwa ukisikiliza redio mheshimiwa, bila shaka umesikia simu zikitoka kwa wakazi mbalimbali kutoka katika kaunti yako. Ndio. Sofa, mambo yako namna gani Turkana mheshimiwa? Mimi tuanzie hapo. Turkana kwa sasa tuko na changamoto. Ndio. Ya hali ya usalama. Okay, changamoto ya hali ya usalama. Ndio. Hususan katika sehemu gani Turkana? Tuko na changamoto ya hali ya usalama saa hizi katika mpaka wa Turkana Kusini. Na mpaka wa West Pokot. Kwa hivyo West Pokot, Turkana Kusini ni mpaka ambao mmeboda na kina nani? Turkana Kusini tuko na sehemu ya Lorogon, tuko na sehemu ya Kainuk, ambaye ni Lobokat Ward, na hata sehemu ya Nakwamoru, sehemu ya Lomerimudang, Pelbok, huko ni sehemu ya Kaptir Ward. Okay. Huko hali ya usalama sasa si vyema vile. Maybe kwa faida ya Mkenya ambaye anakusikiliza kwa hivi sasa, hii taharuki, hii bugdha ya kutokuwa na usalama katika maeneo ambayo umeyataja inaletwa na nini mheshimiwa? Jambo la kwanza, kitambo ilikuwa ni mambo ya mifugo. Ushambulizi ya mifugo katika sehemu ya Turkana na sehemu ya Pokot. Lakini kwa sasa ni jambo ambalo tumechunguza katika sehemu zote mbili, ni mambo ya ardhi. Mambo ya ardhi. Mambo ya mpaka. Sasa ni kama wale viongozi wa kutoka Pokot juzi walisema mpaka wao ni Lokichar, mahali mimi ni mwakilishi. Na mimi pia nikiwa mwakilishi wa Lokichar niliwaeleza mpaka wao kulingana na the 1992 Boundaries Act. Okay. Kwa mpaka wao ni Keringet. So hayo ni mambo ambayo yamekuwa yakileta taharuki kati ya hizo sehemu mbili. Na kazi ya kutaka kujua mpaka wa Turkana na Pokot iko wapi ni majukumu ya IBC. Exactly, ndio hapo kidogo nikuulize, lakini si IBC kwani hawajatoa mipaka na kuonyesha je West Pokot ni upande gani? Na I think tunaweza sema IBC haikuwa kwa hiyo wakati. Sasa tunaamini imekuwa constituted. Ipo, ndio. Ipo sasa, tunaamini pia kuna jopo ambayo Mheshimiwa Rais kulingana na katiba kipenge cha 8 haya mambo ambayo yanaendelea. Ya hayo mambo mengi ni mambo ambayo sasa tunaangazia ama serikali pate vile zia peke yake kitu zaidi ya watu 7. Ndio. So watu wanaendelea kupoteza maisha hapo, na tuko na vitendo
hapo soka, tuko na RDU, tuko na GSU, tuko na KDF. Wale maafisa wa serikali ambao wako Kainuku peke yake ni zaidi ya 1000. Ndio mimi najiuliza aje kama kuko na hizo multi agent security wale ambayo wote maafisa okay kusuluhisha haya mambo ambayo yanaendelea. Juzi Wasungumza na maafisa wa serikali, tumewaambia mahali mbuzi imepitishwa na hao majambazi. Mpaka sasa hivi tunazungumza mbuzi haijarudishwa. Okay. Utatarajia nini kwa wale watu ambao waliibiwa mbuzi? Si wataenda pia kuiba mbuzi ya Pokot? Okay. Kwa hivyo ni tit for tat. Kama serikali peke yake haiwezi kachunga mali ya mwananchi, na katiba imepea serikali majukumu ya kuchunga mali na uhai ya watu. Kuchunga, that is the right to protect life and property ndio. Na kama sasa serikali haiko tayari kuchunga mali ya wananchi na pia kuchunga maisha ya watu, utatarajia wananchi wafanye nini? Bila shaka wananchi watachukua sheria kwa mikono yao. Ndio. So kile ndio maneno yanaendelea kule. So kile wananchi wamepoteza matumaini na serikali. So kile kitu najiuliza mheshimiwa, kando na hizi multi agents pia tumeona pia kumekuweko pia na mikutano pia kati ya Mturukana na Mpokot pale vile katika ile hali ya kuleta amani na usalama katika borders. Je, hizi talks ziko namna gani wewe ukiwa kama kiongozi? Jambo ambalo linafaa kufanyika kule ni kuwa gavana wa Turkana apatane na gavana wa Pokot. Mbunge wa sehemu wa mpaka apatane na mbunge wa Turkana Kusini. Wapatane ama hawapatani? Wapatane saizi ni lazima viongozi wapatane, ni lazima, si jambo ya tafadhali. Mimi kama MCA wa sehemu ya Kainuku apatane na MCA wa upande wa Mosol. Ili sasa mazungumzo yaanze. Makanisa ya sehemu ya Pokot yapatane na makanisa ya sehemu ya Turkana. Ili tupate kujiuliza kiini ya haya maneno ni nini. Okay. Kwa sababu sasa tunaendelea kupoteza maisha. Tunaendelea kupoteza wanyama. Na pia mambo ya bunduki haramu katika sehemu zote mbili. Kuna bunduki haramu iko Pokot, kuna bunduki haramu iko Turkana. So lazima haya maneno yazungumziwe na uamuzi utolewe. Kama itakuwa ni kutoa bunduki haramu kwa mikono ya wananchi, iwe ni jambo ambayo itafanywa katika sehemu zote mbili. Shikilia hapo kwanza ndio tukuje katika swala zima la bunduki, tukuje pia kuna masuala ambayo yamezungumziwa ya dhahabu. Shikilia hapo kwanza mheshimiwa, usikate simu, ni wafahamishi wa Kenya ni gani ambao wanajiri Thank you very much. Vidokezo vya habari za Radio 47. Ikifika mida ya saa 3 kamili tarajia haya ni mengine mengi, lakini kwa ufupi ni kwamba tofauti za kisiasa zisitumize maslahi ya mwananchi yawe kwanza, asema gavana Abdulsamad Nasir kutoka Mombasa County, na maafisa watakaokosa kuhusisha umma kwenye maamuzi kuhusiana na sheria kutozwa faini. Kwa hiyo mengine mengi Edwin Simiyu atakufahamisha ikifika mida ya saa 3 kamili East African Time. Vidokezo vya habari za Radio 47. Rejea katika Gumzo 47 County Edition, ambao katika line ya simu kufikia hivi sasa niko na mheshimiwa kutoka upande wa Turkana, mheshimiwa Samuel, niko na mheshimiwa Samuel Lomodo MCA kutoka upande wa Lokichar Ward pale vile. Mheshimiwa, umesema kwamba hili tatizo tutaweza kulisuluhisha wakati maybe gavana kutoka upande wa Turkana na West Pokot wakutane, ma MCAs kutoka Turkana na West Pokot wakutane, na wabunge yani waheshimiwa waketi chini na waje na mwafaka. Bado halijafanyika mheshimiwa? Bado halijafanyika. Kwa nini halijafanyika? Pengine serikali zote ziko na mikakati kuanzisha hiyo mipango, lakini mtu ambaye anafaa kuleta hao viongozi wote pamoja ni Ministry of Interior. Anafaa mkutano pamoja na Waziri Soipan Tuya. Kwa sababu tayari pia katika sehemu ya Turkana ndio hivi majuzi maafisa wa kitengo cha KDF waliua NPR wawili katika sehemu ya Logum ama Lokwar
na hao NPR mpaka saizi hawajazikwa vile tunazungumza. Okay. Hao maafisa wa hao askari wa akiba sasa walikuwa wanachunga kijiji ya Naoyeregai. Ndio. Ambaye iko kwa bridge ambaye inaenda mahali inaitwa Kapelbok. Na tangu hao maafisa wa serikali wa uwawe, kumekuwa na hali ya kutokuwa na usalama katika hiyo sehemu ya Kapelbok, sehemu ya Lomeremdan, mpaka hapo hivyo sehemu ya Nakwamoru. Na kumekuwa na utovu wa usalama tayari. Juzi watu wameuawa hapo Juluk. Watu wameuawa, mtu ameuawa hapo Lomeremdan, mwingine amepigwa risasi hapo kwa kifua. So hali si hali hapo hivyo, mambo yanaendelea kuharibika. Hatuna askari wa akiba wengi wa kutosha ndio ambao wanaweza saidia. Kitengo ya unit moja ya REC ipo tu na Kwamoru. Okay. Lakini hiyo unit haitoshi Hello. 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 Nene simu pale vile. Hello mheshimiwa. Hello. Chini mtafute tena. Maana kuna swala la mitihani ambayo inaendelea kwa hivi sasa, kama anavyozungumzia ni kumaanisha kwamba hali ni tete zaidi ya usalama. So kama hali ni tete like this, je, hii mitihani ya kitaifa inafanyika upande ule ama kuko namna gani? Wacha nimtafute tena tumalizane na hii county edition Turkana County. Lakini ni wazi fika ya kwamba kazi ipo upande wa Turkana na iko shida upande wa Turkana ambayo inafaa ishughulikiwe kwa haraka tena zaidi, hoping ya kwamba vyombo vya kiusalama vinasikiliza na vitaweza kushughulikia kwa haraka. Halo mheshimiwa. Ndio. Kwa sababu ya muda nilikuwa nataka kujua kwa hivi sasa mitihani ya kitaifa inaendelea. Na hii mitihani ya kitaifa inaendelea na vile unavyozungumzia ni kana kwamba hali ni tete zaidi. Je, iko namna gani? Mitihani inaendelea ama ni kitu gani kinafanyika upande wa Turkana? Alafu cha mwisho pia ningelependa uzungumzie kuhusiana pia na swala mpya ile la dhahabu. Inasemekana kwamba pia dhahabu ambayo inachimbwa pia upande wa Turkana pia ndio inaleta pia shida zote hizi za kiusalama. Hello. Hello mheshimiwa. Karibu tena kwa mara ya mwisho. Onekana kuko na network problem. There's a network problem. Lakini itoga never give up. Never give up. You're not looking for information, usiwahi give up. Cha nimpigie tena. Pigie tena. Malizane naye ikiwa ni dakika 5 ifike mida ya saa 3 kamili. Unanisikia mheshimiwa Nakupata. Kwa haraka. Mitihani inaendelea kufanyika kitaifa. Mitihani ya kitaifa inaendelea kufanyika katika sehemu ya Turkana Kusini, sehemu ya Loima. Sehemu zote za Turkana mtihani unaendelea vizuri, lakini jana ndio tulipata habari ya kuwa afisa mmoja aliyekuwa akichunga container ya mtihani kule sehemu ya Turkana Kaskazini ndio alipigwa risasi. Poleni sana. Zungumzia swala pia kwa dakika 2 maybe kama unaweza kutuambia kuhusiana na hii dhahabu. Kwani hii dhahabu imeanza kuchimbwa leo mheshimiwa? Dhahabu imekuwa kitambo, lakini ni juzi imeanza sasa kuonekana. Na jambo ambalo limefanya sana hali ya usalama kutokuwa sawa katika mpaka wa Turkana na Pokot ni maafisa wa serikali wameweka nguvu yao katika kuchunga wale investors. Hapo ndio mahali shida iko. Kwa hivyo ni kama kule katika kuchunga investors kuna allowance ambayo investors wanapeana kwa the security team. Okay. Focus ya security team imekuwa ni kuchunga investors lakini si kuchunga wananchi. Okay. Yeah. So ndio inaleta problem pale vile. So unakuta kwamba wanafaa kwa area fulani lakini wamefocus pale katika dhahabu na investors. Yeah. Asante sana mheshimiwa. Mheshimiwa, thank you for your time. Asante sana. Natamani tukaendelea lakini muda kidogo umenipatia kisogo. Sawa, nashukuru. All the best na natumaini kwamba tutapata mwafaka na amani itaweza kurejea upande wa Turkana. Amani itarejeshwa na mkutano ambao nimekuambia tunaitisha wote. Kati ya Wizara ya Shughuli na Mipango ya ndani ya serikali. Ndio.
ambayo inasimamiwa na Waziri Murkomen, pamoja na shughuli na mambo ya mipaka ambayo inashughulikiwa na Waziri Soipan Tuya. Asante sana and keep safe mheshimiwa. Asante. Thank you very much.